muongo, mkabila. Eti unasema ati uliita watu kwako atukapangia William Ruto vile atakuwa rais. Wewe wa Munyoro wewe ukipewa nafasi ya kuambiwa sasa wewe ndio naibu wa rais, si tulikuwa tumebakisha mwezi 3 au mwezi ngapi wa Munyoro? Na tulikuwa tumepanga hizo vitu zote unaongea juu yake ya chata kwa every county, every region. Hii mambo yote ulipata kama iko tayari. Wa Munyoro, wacha nikukumbushe. Wewe wa Munyoro, Ndindi, Nyoro, Kimani Ichung'wah, Moses Kuria, Kabogo, Waiguru, Cecily Mbarire, Kithure Kindiki, mpaka kule akina Mithika Linturi, na wengi wao walikuwa wanafaa ama walikuwa wanatoshea. You have equal measures ya kuchaguliwa kama naibu wa rais. Na wewe unajua what stakes or what happened hiyo siku on Saturday from saa 1 asubuhi mpaka Sunday saa 9 usiku, tukijaribu kujadiliana nani atakuwa naibu wa rais. Walipiga kura ya kwanza ukaanguka, ukapata kura 4. Wakapiga kura ya pili ukaanguka, ukapata kura 4. Wakapiga kura ya 3 ukapata kura 4. Wakafanya namna yote ile ikakuwa ngumu. Hao watu wote walikuwa ndaka Kindiki. Lakini mtu alisimama na wewe nani? William Samoei Ruto. Alikufa na wewe mpaka dakika ya mwisho. Mpaka hata saa 9 usiku wakati tuliwachana, wamemwambia okay, wewe amua. Lakini sisi tumekwambia tutaki huyu mtu. Lakini kesho baada ya kalasimisha on Sunday ukatangazwa kuwa naibu wa rais. Sasa leo unatuambia nini wewe ati ulisaidia? Wewe ulikuwa equal na wale wengine wote. Ukafika ukaanza ukora. Ile sukari mbaya ile ilitolewa Mombasa, nataka Wakenya wajue leo. Mtu alitoa hiyo sukari. Watu walifutwa KPA. Watu walifutwa KEBS. Watu Kenya wengi wadogo walifutwa kwa sababu ya wewe wa Munyoro kutoa sukari mbaya. Uliongoja rais ametoka, sijui alikuwa ameenda nchi gani, ukarelease sukari mbaya ukauza. Tukakuongelesha tukakwambia please, hii sasa ni mambo gani? Hiyo haikuisha. Ukaya time tena rais sijui ameenda safari gani, tena ukaita watu wa PS wa health abadilishe ile contract ya nets. Ukampeleka nyumbani na watu wengi wakaenda nyumbani kwa sababu yako. Umekula mpaka ukula pesa na askari. Ile ulisema ati askari yetu wakati ya Uhuru waliteseka, hawakupewa BDM sao, pesa ikawekwa, ukaenda ukafagia yote ukakula. Mpaka hata maaskari wa ofisi yako ulisanya pesa yote ya coordination. Mimi nashukuru Mungu hata hawa JNZ kidogo walikuja ndio kitu yote itolewe. Ukanua mahoteli, ukafanya nini? Wewe ujiulize maswali. Na nimekuambia ujiulize maswali. Wabunge 300 wanaweza ukataa kwa nini? Mimi Sudi leo kwa hiyo bunge, hata kama mimi sio shabiki wa bunge sana, wabunge wote wanikataa, wasema ati huyu mtu ni mbaya. Sio, najiuliza maswali, there is something wrong. Nimeona jana wanaambia watu wa Mlemba ati mchunge sana, msidanganywe kama vile sisi tulidanganywa watu wa Mlima. Wao walidanganywa na nani wa Munyoro, mtu ya Mlima? Kama tulikuwa tunataka tupatie tu Mlembe chairman, tukipatia au chairman na fiti 2-3, ulikuwa unapiga kelele kweli. Sisi watu wa Mlima. Ati shares. Hii tukakwambia my friend, mawaziri 8-9 wako nyumbani. PSS zaidi ya 20 wako kwenu. Tugawe ingine kwa Wakenya au utaki. Sasa wewe unaweza chaguliwa na watu are you going to save them? Na unaongea sasa, wewe unajidanganya sasa ati unagawa kama wewe ni Mkenya. Wewe ni mkabila na wewe ni mtu hatari sana. You are a very dangerous man kwa hii Kenya. So wacha kuongea na wacha kuongelea William Ruto. Alijaribu namna yoyote kukufanya uwe mtu.
kwa kukuleta kiwango ya siasa ya juu. Lakini nimegundua kwa siasa inataka experience. Ulikuja tu one term MP mpaka umekuwa naibu wa rais, wazimu ikakuingia, power ikakuingia, unataka kusanya hapa, unataka kusanya hapa, unauliza bilioni 10 na unajua venye tulipata inji vile iko. Wewe unajua maana bilioni 10 wa Manyoro? Wewe unajua bilioni 10 itatengeneza barabara zote za mlima na kila mahali. So Wakenya ni vizuri tuambie sasa zingine. Mimi sikwenda tuongelee huyu mtu. Hatukutaka kumwaibisha kwa sababu yeye alikuwa naibu wa rais wetu. Lakini huyu mtu ni mkebe. Tena ya blue band. Wacha kudanganyana kupeleka inji ni kubwa kushinda mimi sisi wote. So wacha kujifanya tunafanya coalition hapo. Na William Ruto sio rika yenu kwa siasa. Yaani hata wewe unajua hiyo. Wacha tufanye kazi. Tulisa boli. Mwaka huu mambo inaenda kuwa mzuri. Tuliweza kulipa Eurobond. Tumeweza kustabilize uchumi. Tumesukisha bei ya mafuta. Tumesukisha dola. Tumesukisha chakula. Tunaenda sasa kulipa madeni ya raia. Burning bills. Na tutembeze kazi. By the end of this year wewe Mnyoro wewe utashindana na nani? Utashindana wewe tungekuwa hakuna hata siku moja ulikuwa unapanga agenda ya serikali. Kazi yako kuanzia asubuhi mpaka jioni. Utaiba wapi? Huyu mtu ni mbaya sana. Hii watu wake ni watu wabaya. Mara sijui nani amefanya hii. Mara sijui Ndindi bwana anatembea anaanza kuomba kura. Mara sijui nini. Tafadhali wa Mnyoro, wewe sio mtu wa kuongea Kenya hii. Tafuta na wewe sio rika ya William kwa siasa. Wewe ni rika yangu. Ishungwa. Na wale wengine wadogo wote tukuja huko Meru, labda Pato na wengine, yani wewe ni rika yetu. Tukikuja wa Mumbi hapo kwenu hapo, tukuja hapa, tukirudi hapa nyuma kidogo Ishungwa, tukienda pale kidogo group ya kina Kuborek, hii group ya kina Jakundi, hiyo ndio rika yako kwa siasa. Acha kujiweka siasa ya juu. Mtu ulipewa kiti free of charge. Wewe na mimi tuliangaishwa na Uhuru, wewe unajua. Tukajitetea tutoke kwa hiyo shida. Sasa naona tena umepewa kiti, ukakanyaga kiti, mpaka sasa uko nje tena unaenda kupanga tena. Mimi nakuhurumia sana my brother. Kwa Mnyoro, relax, kaa nyumbani na utulize boli. Hapo ndio ulikuwa unafaa kukua. Wewe ufanye hata kuwa mjumbe. Wacha kukua naibu wa rais. Wacha kukua rais. Unaota ndoto kubwa ya for nothing. Ya mwisho. Wakati ya maandamano ya opposition ama wakati ya maandamano ya Raila Odinga na timu yake, so unajua kenye ulikuwa unataka kufanya kama tungekuwa refu ama tungekuwa pale so unajua kenye ulikuwa unasukuma. Sasa hivi tungekuwa na inji na sasa hivi unajifanya ndugu yangu, tumekunyamasia sana. Ukiongea umekuwa umeongea, you know what you want to do. Hata pale Serena ulikuwa unasukuma, ingefanyika kenye ulikuwa unataka kufanya leo, tungekuwa na inchi wa Mnyoro. So please, penye uko nyumbani, you are comfortable. That's where you are supposed to be. Kuanzia asubuhi mpaka jioni, usiku mpaka asubuhi, kwa sababu wewe you are a very dangerous man. Na Mungu si athumani. That's why uko nyumbani.